Miongoni mwa magoli ambayo CAF imeyaweka katika orodha ya magoli bora zaidi ni hili la Mpanzu. Angalia jinsi ambavyo lilifungwa. Kwanza kabisa kulikuwa na mchezaji aliyekuwa ni mpinzani, nyuma kukiwa na mabeki watatu, lakini kulikuwa na mchezaji mmoja wa Simba. Hili ni nufaiko kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa Mpanzu kumpa pasi. Lakini sasa alichokiamua kufanya ni kupiga golini kama ambavyo naona. Jambo lililofanya golikipa angukie upande mwingine na mpira uwepo upande mwingine vizuri. Sasa turudi hapa kwenye CAF wameliposti goli hilo la Mpanzu kwa goli bora, yani miongoni mwa magoli bora katika michuano hiyo ya CAF. Na hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Kwanza kabisa akiwa na mpira kulikuwa na mabeki wengi sana ambao wangeweza kuzuia huo mpira, lakini akaamua kupiga golini. Hiki ni kiwango binafsi ambacho Mpanzu alikionyesha, na hivyo CAF hawajafanya kosa kuchagua goli hili kuwa goli bora miongoni mwa magoli bora ya CAF. Ukiangalia namna ambavyo mpira aliupokea na maamuzi aliyoamua kuchukua. Ukiangalia kulikuwa na mabeki watatu, lakini pia kulikuwa na mpinzani anamzonga. Licha kwamba kulikuwa na mchezaji wa Simba, lakini hakuamua kumpa pasi. Yeye kitu ambacho alikiamua baada ya kupiga hesabu zake, aliamua kupiga moja kwa moja kwenda golini. Angalia golikipa alikoanguka. Alianguka upande wa pili wa mpira na mpira ukaenda kuanguka upande mwingine. Jambo ambalo linaonyesha umakini mkubwa wa Elie Mpanzu, mchezaji ambaye goli lake limeorodheshwa kama moja of the best goals kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho. Angalia idadi hii ya mabeki ambao walikuwa nyuma. Hapa wanaonekana zaidi ya mabeki 6, lakini mpira ulipenya na kuingia kambani, na hivyo kumfanya Elie Mpanzu kuwa miongoni mwa wafungaji ambao wamefunga goli zuri zaidi. Wewe niandikia hapo kwenye comment kwa jinsi ambavyo unaona hili goli lilivyofungwa. Lilikuwa ni la kiwango cha kawaida ama alistahili kuwekwa kwenye orodha ya wachezaji ambao wamefunga magoli bora zaidi kwenye michuano hii ya CAF, nikiwa na maana kombe la shirikisho CAF. Okay, niandikie hapo kwenye comment maoni yako, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii kama Instagram na Facebook kama Mtu Poa, kule TikTok ni Mtu Safi, YouTube tunatumia Simulizi Forum TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi ni Mtu Safi aka Mtu Poa, na hii ni Fun Facts. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati mwingine.